Meza Huru. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, popote pale ulipo, bila shaka hujambo. Ni kualike kwenye kipindi cha Meza Huru. Januari nzuri kwa kweli. Leo ni tarehe 7, leo ni siku ya 7 tangu mwaka wa 2026 ulipoingia mwaka huu 2026, na mwezi bado ni mbichi, mwezi bado mpya kabisa, na tumai hujambo na unaendelea na majukumu yako ya kila siku. Huu ni wakati wetu katika Meza Huru, na kualika mtazamaji tuungane kuanzia sasa mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mimi ni Othman Suleiman, na nikwambie tu mtazamaji, una nafasi nzuri ya kushirikiana nami studioni hapa kwa kunitumia ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia utaandika ujumbe wako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Unaweza kuandika kupitia kurasa yetu wa Facebook @ITV Tanzania, kurasa yetu wa Instagram @ITV Tanzania, kurasa yetu wa X @ITV TZ, lakini pia tuko live kupitia kurasa wetu wa YouTube @ITV Tanzania. Hata YouTube kule unaweza kuandika maoni yako, nitakuja kuyapitia moja baada jingine kulingana na hiki ambacho leo tuna kijadili. Mimi ni Othman Suleiman, karibu sana. Leo tutajadili kuhusiana na wahandisi vijana na ubunifu, na hapa nina maana kubwa sana kwenye wahandisi vijana na ubunifu. Lengo ni nini? Lengo ni kuhakikisha tunawatia moyo vijana ambao kwa namna moja ama nyingine wamekata tamaa ya maisha, kwamba kumbe wapo wahandisi vijana, kuna vitu ambavyo wanavifanya, kuna vitu ambavyo wanavibuni, pengine vinatija na vinaleta matokeo makubwa sana kwenye jamii. Pengine liwe fundisho kwa wewe ambao unatutazama hapo ulipo, na kuona kumbe kuna watu wanafanya 1 2 3 4 5, na wewe pia unayo fursa ya kufanya 1 2 3 4 5. Mwaka 2026 si mwaka tena wa kulalamika, ni mwaka wa vitendo, ni mwaka wa kazi, hasa kwa vijana. Lakini kwa nini vijana? Vijana ni kundi kubwa sana lililopo kwenye jamii, na hata ukirejea kwenye sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, sehemu kubwa ya Watanzania wanaangukia katika kundi hili la vijana. Nikasema leo niketi hapa na vijana wenzangu tuzungumze kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusu uhandisi pamoja na ubunifu. Karibuni sana kwenye kipindi cha Meza Huru. Hapa pembeni yangu ninaye mhandisi Yasin Sanga. Engineer Sanga, karibu sana. Asante sana. Mhandisi Sanga yeye anatoka Tantech Machinery. Kuna mambo mengi sana wanayafanya kule Tantech. Bila shaka kuna vitu vingi leo tutavisikia kutoka kwako. Karibu sana. Lakini tunaye vile vile mhandisi Abdulbastwa Lwangisa. Abdulbastwa Lwangisa halikadhalika yeye ni mhandisi mbunifu kutoka DIT. Mhandisi Lwangisa, karibu sana. Asante sana. Habari za DIT? Mambo yanakwenda sawa sawa? Mambo yanaenda sawa. Naam, pamoja naye ninaye mhandisi Gabriel Mwenyekule, halikadhalika ninaye kutoka GJ Creativity Corner. Mhandisi Gabriel, karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwendaje? Safi sana. Naam, hivi hii GJ Creativity ni nini? GJ Creativity Corner ni kitu gani? Ni sehemu ambayo unaweza ukafanya ubunifu aina tofauti tofauti. Ni kesi kama kuna kitu kinaweza kikawa formulated katika eneo, katika kufanya solution ya kitu fulani. Kwa mfano labda sasa hivi nahitaji kutengeneza labda gari ya wagonjwa. Sawa. Nikajua inaenda kufanya kazi sehemu gani. Nikajua wahitaji pale wanataka watumie vipi, unaona. Kwa sasa zile tathmini ambazo unaweza unaandaa concept, then una draft, baada hapo unafanya manufacturing, una test. Kwa sasa zile process zote zile ndo zinabeba neno la creativity. Kwa pale unakuwa unaumiza akili kwa ajili ya kutoa kitu ambacho kiende kwenye kazi husika. Ndo neno zima ya creativity linabeba hapo. Okay. Yeah. GJ Creativity Corner. Ndio. Iko wapi hii corner? Hii ipo Ubungo. Ubungo. Napatikana pale Mwananchi, Tabata Mwananchi. Sawa, bila shaka kuna vitu vingi sana vya kibunifu ambavyo mnavifanya. Ndivyo kuna vitu vingi. Sawa. Naomba nirudi kwako Engineer Lwangisa.
DT tunafahamu ni Dar es Salaam Institute of Technology. Nyinyi mnafanya nini katika hile eneo la ubunifu hasa kwa vijana? Ukiachana na shughuli zima ya kufundisha, ubunifu ni kipaji. Ubunifu ni kipaji, kumbe. Uweze kufundisha ubunifu. Zile ni kipaji ambacho kipo kwa mtu. Ndio maana ila ikisha kuwepo ndio sasa unaenda kwenye kufundisha. Naam. Kwa hiyo mimi ni mbunifu kwenye idara ya mashine, na pia ni mbunifu nijikita sana kwenye utunzaji wa mazingira. Ubunifu wangu ulikuja pale ambapo niliona zile taka za plastiki ziko nyingi mitaani na vijana wa Tanzania wakawa hawana ajira, na nikaangalia Wahindi na Wachina wamejaa Tanzania, shughuli zao kubwa ni hizi hapa, na Watanzania ndio tumekuwa vibarua kwa wale Wahindi. Naona hapo ndo wazo likaanzia hapo kwamba itakuwaje wao wafaidika afu sisi tuwe vibaraka. Nikawa yani wao wanafaidika na nini? Wao wamekuwa mabosi Tanzania. Sisi tumekuwa wafanya kazi, na ukiangalia sisi ndio tunatumia hizi chupa za plastiki, mifuko, tukimaliza afu tunaenda kutafuta ajira. Nikaona solution ni nini? Kwanza nikatengeza mtambo ambao unaweza kuzirecycle zile taka. Nilipofanikiwa nikaja kwenye kuzibadilisha kuwa biashara tofauti na wao. Kila ambacho nimefanikiwa ni kwamba zile taka za plastiki naweza kuzibadilisha kwenye kwenye sample mbalimbali. Zinaweza hizi naweza nikabadilisha zikawa laba ambayo inatumika kwenye vifaa vya magari, pikipiki, bajaji na sehemu yote ambao wanaotumia viwandani. Maana kwa hiyo ndio ubunifu wangu ulikojikita hapo. Sasa natamani kujua umefanya huu ubunifu wewe binafsi au kwa niaba ya chuo cha DIT? Kama nilivyosema kwamba ubunifu ni kipaji. Kwa hiyo mimi nifanya kama binafsi. Kuondoa na majukumu mengi ambayo ya kawaida. Hiyo naifanya nje ya nikafanikisha. Ila niko ndani ya taasisi na kuja kufika hapo kuna historia ambayo ipo. Mwaka 2019 tulishindana kwenye mashindano ya sayansi na teknolojia pamoja na ubunifu, ambako nilikuwa na hii teknolojia yangu ambayo nimeweza kuwa mshindi namba 2. Naona tulipewa fund na Costech. Kwa hiyo nao tunawashukuru Costech kwa kutusaidia kiasi fulani. Yule ukisema mbunifu ni mtu ambayo huwa ana majaribio yake ni hasara. Naweza akajenga leo kesho akabomoa. Sasa zile pesa za kujenga na kubomoa, kwa kweli tunaishukuru serikali kwa kupitia wizara na Costech wametusaidia kiasi fulani cha kuweza kufanya majaribio haya. Unajua moja kati ya kilio cha wabunifu wengi ni kuendeleza zile bunifu zao. Ya utakuta watu wengi wanabuni kitu, lakini baada labda kwenye kama ni mashindano, kama ni maonesho, mtu anakwenda kuonyesha kile ambacho amekibuni, au kama ni mashindano anakwenda kuonyesha ambacho amekishindanisha. Lakini baada hapo nini kinaendelea? Yani inasemekana wengi kama wameishia kati hivi na zile bunifu zao. Kwako wewe hali imekuwaje? Kwangu mimi niliendelea vizuri na nilijitambua kwamba wazo langu ni nini na malengo yangu ni yapi. Ndio. Huko awali lazima ujitoe hasara yako ya kifedha, nguvu, nao pia unahesabu miongoni mwa hasara, lakini ukiwa unafikiria kwamba mbele itakuja kuwa faida. Mimi niliendelea na nikatoka kwenye kujaribu hasara nikapeleka bidhaa sokoni. Kweli Watanzania wakaikubali na ikaendelea kufanya kutumika. Kwa hiyo pale inatumika tayari inaanza kupata nguvu nyingine ya kuendelea.
Na sikuishia hapo. Nilifanikiwa kupata patent kama hiyo. Hii ni hati miliki ya ubunifu wangu ambao tayari niko registered. Kwamba ulichokibuni ni cha kwako wewe. Umebuni nini? Na Engineer Langwisa. Hapo ni formula. Ile formula ambayo nimepatia patent ni kama kwamba ninaweza kuchanganya material ya plastic. Nikapata sample moja ya plastic, mfano kama raba. Zile raba zinatumika sehemu nyingi. Kwenye magari, kwenye viwanda, kwenye bajaji, kwenye pikipiki na sehemu nyingine. Hata humu kwenye hizi kama vifaa tulivyonavyo hapa vinatumia sehemu ya raba. Kwa umebuni kitu hiko. Kwamba unatumia bidhaa za plastiki, unazichakata alafu unatengeneza bidhaa nyingine. Yes. Lakini unatengeneza raba ambazo zinatumika kwenye vifaa mbalimbali. Ndio. Sawa, mtazamaji, huyo ni mhandisi Abdul Bastwa Lwangisa kutoka chuo cha DIT, na pia ni mhandisi mbunifu. Tutakuja kuzungumza mengi mara baada ya kufanya ubunifu wako, na umesema umeshatengeneza bidhaa, na umesema Watanzania umepokea vizuri. Tutakuja kuyazungumza namna ambavyo imepokelewa. Ninaye vile vile mhandisi Yasin Sanga, karibu sana. Asante sana. Hii Tantec machinery ni nini? Tantec machinery ili tuweze kuielewa vyema, ndio chanzo chake. Sisi ni wabunifu wa mashine. Ndio. Mashine ndogo ndogo kwa ajili ya wajasiriamali wadogo, mashine kwa ajili ya viwanda vidogo, lakini hata kwa viwanda vikubwa. Yaani zile mashine zinazotumika kwenye viwanda vikubwa, sisi ndio tunabuni, tuna design na kufabricate. Sasa tulijaribu kuangalia tupate jina ambalo mtu atakapokuwa sehemu yoyote duniani basi aitaje Tanzania. Kwa sababu gani? Kwa sababu tumefikiria kwamba hizi mashine hazitatumika tu Tanzania peke yake. Kwa hiyo tukabuni hili jina Tantec, tukimaanisha Tanzania Technology. Kwa kifupi tukapata Tantec. Lengo letu ni hizi product tutakazo kuja kuzitengeneza popote zitakapokuwa, origin yake ijulikane kwamba ni Tanzania. Na mnazalisha bidhaa gani Tantec? Toka Tantec tuanze mwaka juzi, mwaka 2024 tumeweza kuzalisha mashine nyingi sana. Imeanza mwaka 2024 na 24. Kwa hiyo tumeweza kutengeneza mashine, tumebuni na kutengeneza mashine nyingi sana. Mashine ambazo zinagusa karibia nyanja zote. Na ukizingatia sisi ni Watanzania, ndio ambao tumeishi na kukua yale maisha ya Kitanzania. Kwa hiyo tunapokuja na ubunifu wa mashine, moja kwa moja tunabuni mashine kulingana na kule tulikotoka kwenye mizizi. Ndio. Tumeshatengeneza mashine ambazo zinahusu hasa masuala ya kilimo. Tumeshatengeneza mashine zinazohusu au zinazogusa moja kwa moja masuala ya madini. Kwenye uchimbaji wa madini yote ya aina yote, kuanzia kuchimba, kuchekecha, yani processes zote. Lakini tumeshatengeneza mashine zinazohusu masuala ya mashine za viwandani. Yaani mashine ambazo zinatumika kuzalisha mashine zingine. Kwa hiyo tumeshatengeneza hizo. Natamani kujua mashine ambazo umezitengeneza zinatengeneza vitu gani? Kwa mfano, nikianza kwenye mashine, kwa mfano kama hii mashine ambayo tunaiona pale kwenye screen. Ile ni mashine ya nini? Ile ni mashine, hii ni mashine ya kumenya viazi. Ambayo inamenya viazi? Viazi. Okay. Viazi vile tu kumenya unaona kama ni jambo dogo, lakini wanaofanya kazi ile wanajua. Hata wewe mwenyewe ukipewa ndoo ndogo ile ya viazi umenye, ni shughuli pevu. Sasa hiyo mashine unayoiona yenyewe, gunia lile, loba lile, dakika 20 inamenya viazi vinakuwa safi kabisa. Na kama mwasikiliza wale kwa mfano wanaotengeneza chips, utaona wanalalamika vile viazi vikiwa vidogo vidogo, yule anayemenya anamwambia usichukue nyama nyingi. Sasa ile mashine yenyewe inachukua ngozi tu. Hata kama kiazi kidogo kama goroli, yenyewe inachukua ngozi tu, inakuachia kile kiazi kama kilivyo.
Hizi mashine ziko wapi? Naona kuna viazi vinamiminwa bado. Naam. Kwa hiyo unavimimina kama vile. Unavimimina tu kama hivyo. Halafu vile viazi viwe vina matope, viwe na uchafu wote ule. Kwa hiyo unaanza kuwa unamimina maji. Unapomimina maji kama unavyoona, yale maji unavomimina yanatoka na ule uchafu ambao umeingia na viazi, kama unaona hapo vimeanza kuwa visafi. Lakini pia yale maji yanatoka na ganda, kwa sababu yenyewe inakuwa inakwangua lile ganda. Inakuwa mfumo wa ujiuji. Kwa hiyo linatoka kama unavyoona pale. Huo ni uchafu wa mchanga ule pamoja na maganda. Umeona viazi vimeshaanza kuwa vyeupe muda mfupi tu. Ambao sasa gunia lile loba lile dakika 20 limeshaisha. Kwa hiyo ni moja ya mashine kati ya mashine nyingi ambazo tumekusha tengeneza sisi Tantec Machinery. Zinapatikana wapi hizi? Sisi tupo hapa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Yaani sio nyinyi Tantec. Mashine ndo ninaitaka, kwa mfano naipata wapi? Mbezi, Magufuli, Luguruni. Zipo. Okay. Naam. Hongereni sana. Na nyingine tofauti na hii? Nyingine tumetengeneza kwa mfano mashine ya kusafisha dhahabu, mchanga wa dhahabu. Gold trommel. Ambazo hizi mashine wachimbaji wa madini sosi yao imekuwa ni kutoa South Africa. Ni zinatoka South Africa zinaletwa hizo mashine. Lakini sisi tumeweza kutengeneza hapa Tanzania, na hata tulipoitengeneza watu walikuwa wakiangalia, maana wameiona wakati inatengenezwa, watu walikuwa hawazingatii. Imeshafanywa finishing, hawajaamini kwamba imetengenezwa Tanzania. Lakini ni wa Tanzania, na kuna vijana ambao unaona mtaani hao. Wala hakuna mtu wa ajabu labda utamwona yukoje. Unaona mtaani wanazunguka. Ndio tumekaa pamoja. Zinatumia umeme. Hii gold trommel kwa sababu huwezi ukaifanya kama inatumia umeme. Kwa mfano maeneo mengi ya machimbo hakuna umeme. Kwa hiyo yenyewe inatumia engine ile ya diesel. Kuna excavator, yenyewe excavator inachimba ule udongo wenye dhahabu, inamimina kwenye hiyo mashine. Ikimimina kwenye hiyo mashine, yenyewe ina screen, inakuwa na screen, alafu ina vitu inaita sluice box. Ile screen kama unavyoiona, ile screen inayozunguka hiyo yenyewe inatenganisha, inatoa yale mawe makubwa yanapita ambayo hayana kitu. Kwa sababu ile dhahabu nyingi ambayo inachimbwa kwa kutumia hii inayochenjuliwa kwa kutumia hii trommel ni ile ambayo inakuwa katika chembe zile ndogo ndogo. Na kwa nini hii? Utaona wachimbaji wengi wanatumia zile scanner. Na ile scanner ina scan yale madini ambayo ni makubwa tu. Yakiwa katika mfumo wa vumbi yanabaki mle. Lakini kwa kutumia hii trommel, hata iwe vumbi utaipata hiyo dhahabu. Kwa hiyo excavator itaweka katika hiyo mashine, ikishaweka katika hiyo mashine, yale mawe makubwa yasiyohitajika yatapita. Ule mchanga sasa ambao umebeba dhahabu utapita, kuna tray fulani zinaitwa sluice box. Zile sluice box zenyewe zinakuwa zina carpet pale. Sasa yale maji ambayo yana ule mchanga ambao ndio wenye dhahabu yatapita kwenye ile sluice box. Dhahabu itabakia kwenye ile carpet, lakini mchanga na maji vyote vitapita. Ile carpet ina nini kuweza kutambua kwamba huu mchanga uende, hii dhahabu ibaki? Iko hivi. Dhahabu ni nzito kuliko mchanga. Dhahabu yani yenyewe ina uzito mkubwa kuliko mchanga. Kwa hiyo hii carpet au hii sluice box namna tulivyotengeneza kwamba dhahabu yenyewe kwa sababu ya uzito wake ule isiende. Lakini chochote ambacho kitakuwa chepesi kuliko dhahabu chenye kifanyeje? Kipite. Na hivi mali ghafi za kutengenezea hizi mashine mnatoa wapi? Mali ghafi za kutengenezea hizi mashine zipo kwenye hizi hardware unazoona ziko mtaani. Yaani ni vitu kutoka nje? Hapana. Kwa mfano yale machuma yale. Hapa tuna viwanda vya chuma. Hivi unaona vyuma wanatengenezea mageti, wanatengenezea nini? Hivyo ndio mnatumia. Hivyo vyuma hivyo. Okay. Na hata nje wao wanatumia hivyo. Labda mhandisi mwenye kule, kwa upande wako natamani kujua GJ Creativity Corner, kwenu nyinyi mmetengeneza kitu gani au mmebuni nini ambacho mpaka sasa hivi mnajivunia kusema kitu fulani tumefanya sisi na pengine kina tija kwenye jamii? Kwanza kabla hapo awali mimi niliwahi buni gari inayotumia umeme
mwaka 2018 nilipokuwa nahitimu masomo yangu NIT pale. Inachaji then inatembea, ina cover distance ya kilomita 80 mpaka 100. Na ndo umekuja nayo hapa studio. Sasa hiyo ipo NIT. Lakini sasa huko inafanya nini? Tangu 2018? Ipo. Na ndio kile chokisema mwanzo, wabunifu wengi wanakuwa wanaishia kati. Sasa na kuna mashindano ya kitaifa ya ubunifu. Tulikuwa na huyu bwana. Lakini mimi nilibahatika, nilikuwa mshindi wa kwanza. Yeye ndo alikuwa wa pili. Mimi nilikuwa mshindi wa kwanza. Wa kwanza tulikuwa wewe. Vyo vya ufundi vyote nilikuwa mshindi wa kwanza kwa ubunifu wa ile gari ya umeme. Lakini baadaye kwa ushindi ule nilipata zawadi pale pale, cheki ya milioni 3 na waziri alikuwa Ndalichako kipindi kile. Mheshimiwa Ndalichako. Baada hapo sasa na waza sasa kuorganize namna gani naweza. Ngoja kwanza mwenye kule, kabla hujaenda mbele. Ndio umekuwa mshindi wa kwanza. Ndio umepewa zawadi ya milioni 3 kwa pale eneo la tukio, yani pale tukio, eneo la tukio Dodoma. Tulipokuwa Dodoma. Kwa hiyo ndo nikapewa hiyo milioni 3 kama zawadi kunipongeza. Yani alifurahi sana kwa sababu ndiye lakini kuna zawadi nyingine za ziada. Kuna zawadi zingine. Ndio tuendelee. Kwa hiyo baada ya hapo sasa kuna utaratibu ambao kwa sababu hilo tukio lote walioandaa ni Costech. Sasa kuna mafunzo walitupa namna ya kuandaa ili uweze kupata patenti, ili uweze kuenda kwenye stage za kutengeneza ikawa product, unaona, kufanya piloting, kutesti, unaona. Kwa sasa hivyo vitu vyote walikuwa wanatupa darasa tulipokuja Costech. Na kwa bahati nzuri kuna mwaka 2020 nilibahatika kupata fundi kutoka Costech, shilingi ya milioni 10 ambayo ilifikia hapo NIT. Kwa hiyo nikatengeneza gari nyingine. Nilipotengeneza gari nyingine nikarudisha ripoti. Then sasa ndo nilivyozungumza nao, niliambiwa kutakuwa na stage ya piloting. Ina maana hiyo stage ni kwa ajili ya kutesti sasa iweze kuingia sokoni. Lakini wakati huo kwa sababu wao wana process, na mimi pia nikawa nimefikiria sasa wazo kwamba inabidi ni organize kama team, tuendelee huku tunasikilizia huku na huku tunaendelea kufanya kazi nyingine. Kwa hiyo sasa nikawa nimenunua mashine za kuchomelea welding na mashine mbalimbali ambazo za kukunja mabati. Kwa hiyo nikaandaa sasa, nikasajili hiyo business name, ndio hiyo GJ Creativity Corner. Kwa hiyo kuna draft, kuna concept nilikuwa naandaa ambazo zipo za shape mbalimbali. Kwa mfano ukisema yani unaweza kaandaa concept, labda utengeneze bajaji, labda utengeneze gari, labda utengeneze nini, yani zile mashine ambayo inaweza ikalingana na hiyo. Kwa hiyo naandaa kuna daftari ambalo ninalo. Kwa hiyo nikikaa na muda kidogo, nikiwa niko lozi nachora na draft. Haijalishi nitaitengeneza lini, lakini nimeshaiattach pale. Nachora. Kwa hiyo nachora chassis, nachora side huku na huku. Kwa hiyo nikipita mtaani na nikiona kagari nimekapenda, nikipita kwenye mtandao ukiona Wachina wametoa vigari vidogo hivi, unaona hii hivi una adapt zile concept. Kwa hiyo hivyo vitu ndo unaviandaa. Kwa hiyo pale tunaandaa, lakini bado tujawa na product ile kamili sasa ambayo imeingia sokoni. Lakini lengo ni kwamba tuje kufikia huko. Hususan sasa kama sasa hivi kwamba serikali imeweza kuandaa wizara ya vijana. Tunaona kuna waziri wa vijana ambaye amekuja. Kwa hiyo amekuja kabisa, yani upande wetu sasa. Unaona? Sasa tunaona ni wakati mwafaka
wa kuweza kuonyesha kwamba tupo tayari kushirikiana na serikali kwa kuweza kuonyesha kwamba tunaweza tukafanya vitu kama hivyo. Kwa mfano kama mimi nikitengeneza gari, ina maana mimi nitaandaa concept, nitaandaa assembly line, mfumo wa uzalishaji. Kwa mfano nikiandaa chassis, siwezi nikafanya yote mimi mwenyewe. Naweza nikampanga kijana, anaweka tu sehemu bomba, anakata saizi, anampasia mwingine anaenda anapinda, unaona, mwingine anaenda anakusanya, mwingine anachomelea. Sasa unakuta ule mfumo ukishakamilika, wewe unakaa pembeni, kwa sababu ile ushaiweka, ushaseti kila kitu, unakaa pembeni. Mwingine anakuwa anafanya, ana inspect, anakagua. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuja kupata product ambayo inakuwa endelevu. Hata ukisafiri ukienda sehemu nyingine, ukaenda hata sehemu nyingine, kwa sababu ujuzi huu sasa hivi teknolojia ilivyo, ujuzi tunaambukizana. Unaweza ukatoka hapa akaja mwingine ukamfundisha akafanya huku hivi. Unakuta hata ile opportunity ya ajira inakuwa kubwa, na haiwezi kuenda sana kwenye upande wa kukava elimu kubwa, kwa sababu ndio vitu kama hivyo. Hasa hususan kama hizi wizara za vijana wakiendelea kuongeza mkazo kwenye upande wa innovation, tuna uwanja mkubwa sana wa kupunguza makali ya watu kukosa ajira. Sawa. Ndio. Kwa hiyo mpaka sasa hivi una gari 2? Mpaka sasa hivi na gari 3 ambazo umezitengeneza. Ambazo nimezitengeneza. Kwa hiyo gari hizo sizo hizi ambazo zimetoka Japani, hizi za kwako wewe? Hizi za hapa hizi. Ndio. Na zinafanya kazi? Zinafanya kazi. Sasa mbona ukuja nayo hapa bwana Gabriel? Sasa kuna moja ilibaki pale chuo. Unajua unavyohitimu unachukua degree, wewe unaacha project yako. Kuna moja ilibaki chuo pale. Sasa ni ya chuo ya kwako? Yaani kuwepo kwake pale wewe unanufaika nini? Hiyo gari yako kuwepo pale chuoni? Yaani kuwepo kwake pale ni kwamba, yaani kawaida sisi wahandisi mitambo, sawa? Yaani unaposoma uhandisi mitambo, unapomaliza mwaka wa mwisho lazima utafute idea ya kutengeneza kitu chochote ambacho wewe unaona kwamba umeweza kama vile tunaofanya research. Kama umeweza kukava masomo yote vizuri na umeweza kufanya vizuri. Kwa hiyo sasa mimi nilikuwa na idea ya kutengeneza kitu ambacho nahisi kama hichi ni unique, ambacho mimi naweza nikaona kinafaa. Gari ambazo umetengeneza hizo ambazo zote ni za muundo mmoja, ziko tofauti? Ziko tofauti. Lakini muonekano wake? Muonekano ni kubwa, ndogo kama vya STV. Ndogo. Kwa mfano kama kuna linki ukiingia miradi yao, ukiandika gari ya umeme iliyotengenezwa Tanzania 2018 utaiona pale. Hiyo ndio ilikuwa. Hiyo gari haina jina? Haina jina. Hiyo inaitwa NAT EV. Ndio jina la gari. Jina la gari. Sawa. Kwa gari moja umetumia kiasi gani kuitengeneza? Kwa mfano kwa gari ile ya NAT tulitumia almost kwa 5.5 M. Yaani milioni 5,500,000. Almost. Paka imekwisha. Kwa hiyo ina maana kama unaamua kuuza, unauza bei gani ya zao? Sasa issue ni kwamba kwa mfano tu, sisemi kama wewe uiuze, yaani kama ndio inaingiza katika biashara. Kwa gharama hizo unaweza ukaiuza bei gani wewe? Kwa gharama hizo ina maana unapiga estimation, kwa sababu ya kuna charges za za ile production inavyofanyika, kwamba ulifanya hivi, transportation charges nini, zote vile vitu unakava material. Alafu unakuta kuna sehemu ambapo unakaa kwenye jengo site, unatumia umeme. Kwa sasa pale tulikuwa chuo, kwa almost 100% kubwa kuna vitu vingi ambavyo
havijawa kwenye mahesabu, havijaingia kwenye gharama. Lakini sasa makadirio zaidi ilikuwa ni kwamba tu compete na bei ya bajaji, unaona, kwa sababu ni ndogo ndogo, compete kwenye bei ya bajaji ambayo sasa inakuwa inaendana hivi. Sasa kwa mfano kama sasa hivi, kwa mfano uwezo wa kutengeneza hiyo, ukitengeneza unit moja na ukitengeneza unit nyingi, gharama inashuka ukitengeneza unit nyingi, unaona. Yaani lengo la swali hili endapo uko mbeleni umewezesha ukaweza kuzalisha hizo gari nyingi, ikafika wakati tuna haja tena kuagiza gari kutoka nje, kwa sababu hata hao wa Japani na wenyewe walianzia huko. Ndio. Yaani Mtanzania wa kawaida anaweza kagharamia kiasi gani gari kutoka kwako au kutoka hapa Tanzania, tofauti na zile ambazo tunaziagiza nje? Hilo ndio kwa msingi wa swali langu. Ndio maana nataka nijue gharama zako mpaka hapo umefikia kiasi gani. Unasema milioni 5 na 500,000. Lakini hapo kuna baadhi ya gharama zimeingiwa na chuo kama umeme, eneo la kufanya kazi. Maana kama ungekuwa unafanya wewe mwenyewe kwa gharama zako, umeme unalipa mwenyewe, eneo lako umelikodi mwenyewe, ingeweza kufika kwenye milioni 7 mpaka milioni 8. Hata 10 ingefika. Mpaka 10. Ina maana kama unakwenda kuiuza ungeweza kuuza kuanzia milioni 15 huko pengine ili faida ipatikane. Ndio. Sasa najaribu kufikiria hapo ingemsaidiaje Mtanzania wakati milioni 15 mtu anaweza kupata gari kutoka Japani. Sasa gari imetoka hapa nyumbani pia nauza milioni 15. Sasa kwa yani najaribu kufikiria pengine kuna eneo labda uwezeshwaji pengine wa kiserikali, kuna vitu unatakiwa kusaidie ili hata hizi gharama zako za uzalishaji zingepungua, mwisho wa siku wewe mpaka unazalisha ile gari, yani mpaka inakwenda sokoni pengine milioni 3, milioni 4 Tanzania inaweza kununua, kwa sababu ukienda Japani gari mpaka milioni 2 za Kitanzania unapata. Kwa mfano mimi hapa sawa. Kwa mfano issue ni kwamba kwanza kilichonibeba ni ile elimu ya uhandisi mitambo. Kwa sababu kuna vitu unakuwa actual, yani usimess up ili upunguze zile trial and error. Sawa. Sasa zile zinaongeza gharama. Sasa zile trial and error zikiwa nyingi, gharama lazima iwe kubwa. Kwa hiyo mimi kuna vitu nilikuwa actual sana, kwa sababu mimi na draft mwenyewe, yani nachora kwa mkono na design na ihamishia kwenye kompyuta, naweza kuichora. Nikitoka hapo naingia workshop nachomelea na naandaa chassis. Kwa hiyo hata pale NIT nilipokuwa nafanya, natandika bomba chini, napima na kata mpaka gari imekamilika. Ndio zile nilipokuwa tulikuwa nafanya. Inabeba abiria ngapi? Ilikuwa tuibeba ina siti 2. Lakini nakumbuka for the first time tulipanda watu 12. Kama mlio overload. Sasa si unajua ile kwamba yani furaha yani kuona kwamba kitu hamjajaribu. Haijaribika na imezunguka sana, imezunguka sana. Gia yake ni manual automatic? Ile ni automatic. Okay. Ila gia ni mfumo tu wa umeme, ubadilishaji wa level za umeme. Level ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sawa. Ndio. Asante sana Engineer Longisa. Kwa upande wako hiki ambacho umekibuni ni hiko peke yake, kuna vitu vingine vya ziada? Na hiko ambacho umekibuni kutengeneza hizo raba kwa ajili ya matumizi ya mashine mbalimbali, mpaka sasa hivi kipo katika hatua gani? Ni bado katika hatua tu ya chini au tayari vile vitu ambavyo mmevizalisha vipo katika yani vinatumika katika maeneo tofauti? Yes. Ni kweli. Kwenye issue ya ubunifu kuna stage kama 2. Unavyotoka kwenye hatua ya prototype naenda kwenye hatua ya pilot stage. Nashukuru hizi taasisi COSTECH pamoja na DIT walinisaidia sana kwenye hatua ya kufanya piloting, na tulifanya piloting ndani ya mwaka mmoja na tukaweza kuperform vizuri. Mpaka sasa hivi bidhaa ziko sokoni, watu tushatengeneza ajira kama matarajio yangu yalivyokuwa yananielekeza kwamba nikifanikiwa hili hapa itaongeza ajira. Pia tumefanikiwa kupunguza zile taka, japokuwa sio kwa wakati
fulani ambayo tumetarget, lakini iko siku tutafanikiwa. Kwa muda huu biashara yetu ipo inaendelea. Ubunifu huwa hauishi. Unaangalia unakokwama, unaenda unafanya zile improvement, lakini mpaka sasa hivi tushaona kwamba hata sisi wa Tanzania tunaweza pia kutengeneza ajira na kuongeza pato la taifa. Umetengenezaje ajira kupitia ubunifu wako? Mfano kama hizi bidhaa ambazo tunazalisha. Kuna watu wanauza. Sawa. Wenye maduka, na pia kuna watu ambao tunawapa kwa percentage. Ukitoka na mifuko 100, kila mfuko tukiwa tunauza shilingi 10,000, wewe utatuletea shilingi 8,000, na maana shilingi 2,000 itakuwa ni ujira wako. Ukitoka hapo pia kuna watu ambao wako site kwa ajili ya kuandaa zile raw materials, ambao wanakusanya zile chupa na kwenyeji, kwa wakileta kwetu pia wametengeneza zile ajira. Kwa tuna plani tukipata eneo kubwa na tukapanuka, tutajaribu kupunguza changamoto hiyo na kuweza kuongeza pato la taifa. Na nyinyi malighafi yenu ni bidhaa tu za plastiki zozote? Ni bidhaa za plastiki. Na bahati nzuri kiwanda chetu au ubunifu wangu ni endelevu. Sidhani kama kuna muda ambao utasimama kwa ajili ya kukosa malighafi. Sawa. Mpaka sasa hivi ukikadiria tu vijana kama kiasi gani pengine wanapata ajira kupitia ubunifu wako? Mpaka sasa hivi kuna vijana ambao tuko nao wako 13. Hao ndio wenye ajira za moja kwa moja. Bado hatujafika kwenye ajira moja kwa moja. Tunapoongelea ajira ni kana kwamba mtu ambaye amekizi mahitaji yake kwa kupitia innovation yako. Kwa hiyo unataka kutuhakikishia kwamba ubunifu wako bado hujaanza kukulipa? Naweza nikasema ushaanza kunilipa. Ukisema hujaanza kulipa ina maana bado hujapata matunda. Matunda ushayaona. Kikwazo ni nini? Kikwazo ni hizi bidhaa, ujue kabla hazijatengenezwa na sisi zilikuwa zinatoka nje. Kwa hiyo changamoto tunayokutana nayo sasa hivi tuna compete na watu wa nje. Kwa hiyo najikuta tunaiomba tu serikali ikipitia kwenye nani yetu hiyo ikajaribu kupunguza hata uagizaji, ikasupport kidogo kwetu, nadhani tutaongeza. Katika eneo la ubora, bidhaa mnazozalisha nyinyi zinazofanana na zinazotoka nje? Kwa watumiaji wanasema za kwetu ni bora, sababu zingine zilikuwa zinatumia wiki moja, si za kwetu wanadumu nazo mpaka wiki 2. Na stosho zote bidhaa unazoziona pale tushazipeleka nani TBS, na zina ubora pia. Ila shida ni kana kwamba bidhaa zipo nyingi, zingine zinatoka nje na zingine. Kwa nini Mtanzania anunue, anahitaji hizo raba labda kwa matumizi tofauti tofauti? Kwa nini atumie bidhaa uloibuni wewe na asitumie bidhaa iliyotoka nje ya nchi? Ataitumia ambayo ninazalisha mimi kwa sababu uwezo wake ni mkubwa. Hiyo la kwanza. La pili, anaweza akatumia bidhaa inayotoka nje kwa sababu uhalisia huko tulikotokea, kuna wengine walikuwa wanasema Tanzania hata hawezi kutengeneza sindano. Kwa hiyo kuamini moja kwa moja Mtanzania bado ilikuwa ni ngumu. Kwa upande wa gharama, ile raba ambayo inatengenezwa na wewe, lakini na zile ambazo zinatoka nje ya nchi ambazo tumezoea kuzitumia, ukifananisha gharama sokoni ikoje? Gharama yetu ni nafuu. Sababu mfano wale hizi ngei ilikuwa ni shilingi 10,000. Sisi ya kwetu inakuwa ni shilingi 7,000. Kwa nini inakuwa 7,000? Kwa sababu bado raw material tunazipata humo ndani. Hatutumii gharama nyingi ya kuagiza material, na pili sisi wenyewe ndo
wanao wazalishaji. Kwa hiyo unakuta gharama bado zinakuwa ni ndogo. Nadhani kuna sehemu unataraji kufika kwenye mipango yako, labda una wish siku moja nifikie hatua hii, si ndivyo? Ni kweli. Changamoto ni nini ambazo zinazuia usifikie yale malengo yako kwa wakati? Changamoto ambayo ipo kwa sisi wabunifu, mitaji na kuwa ni midogo. Mtaji unakuwa ni mdogo. Kwa nini hamkopesheki bwana kwenye mataasisi ya fedha haya? Mpaka sasa hivi ndio tunaona kwamba inaweza ikawa ni fursa kwetu kwa kupitia hii Wizara ya Vijana kuweza kutukopesha, lakini awali ilikuwa haijulikani wabunifu ni akina nani. Ndio. Kwa hiyo hata sera ya kwamba kumkopesha mbunifu ilikuwa ni ngumu, na nadhani mpaka sasa hivi ni ngumu, na sisi tumeweza kuperform kufikia hatua hii kwa sababu Wizara ya Elimu au serikali kupitia COSTECH walijitoa mwanga kutuamini, kutupa fungu fulani, na sisi hatujawaangusha. Wameona zile output ambazo zinapatikana kutoka kwetu, ila kwa kupitia wizara hii inaweza ikasema bwana, wabunifu nao wakopeshe kama wachimbaji wadogo au kama wafanyabiashara wadogo. Kiujumla uwezo kaenda benki ukasema mimi ni mbunifu akakopesha hela. Haiwezekani Ya haiwezekani. Sawa, mtazamaji wa kipindi hiki cha Meza Huru popote pale ulipo, huyo ni mhandisi Abdulbasit Lwangwisa kutoka chuo cha DIT, lakini naye vile vile mhandisi Yasin Sanga kutoka Tantech Machinery, pamoja na mhandisi Gabriel Mwayinyekule, yani mhandisi mbunifu pia kutoka GJ Creativity Corner. Tunazungumza leo wahandisi vijana pamoja na ubunifu. Hawa hapa ni baadhi tu, wako wahandisi wengi wabunifu huko mtaani, lakini wamewakilisha wenzao na wamebuni vitu kama ambavyo wenyewe umesikia. Mhandisi Mwayinyekule amebuni gari ambalo linatumia umeme, lakini mhandisi Lwangisa hapa yeye amebuni mashine ambayo inatengeneza bidhaa kwa maana ya raba ambazo zinatumika kwenye mashine mbalimbali, zinatumika kwenye baadhi ya vifaa, kwenye magari, kwenye bodaboda, bajaji na kadhalika. Lakini pia mhandisi Yasin Sanga kutoka Tantech Machinery mtengeneza au wamebuni baadhi ya mashine ambazo tumeziona hapa mbele runinga yako, zipo ambazo zinamenya viazi, tumezishuhudia wenyewe vizuri kabisa na kadhalika. Na una maoni yako bila shaka ni ya hifadhi vizuri, nitakuja kwa ajili ya kukupa fursa uyatoe. Lakini usisahau kuhusiana na mchezo super, tumeuona mwaka mpya kabisa hapo 2026, na bila shaka Bwana Erasto Daudi yeye huu mwaka ameuona kitofauti kabisa. Tulikuahidi tokea mwishoni mwa mwaka jana kuna mzigo mrefu utatoka mwishoni mwa mwaka jana 2025 kuingia mwaka 2026. Sasa Erasto Daudi mwaka ameuanza vizuri kweli kwa kupata milioni 15 kupitia mchezo super, na ameuanza mwaka kibabe kweli. Ukisikia kuanza mwaka kibabe, muulize Erasto Daudi kutoka kule Kahama mkoani Shinyanga. Ameingia mwaka 2026 akiwa na milioni 15. Hii inaweza kumsaidia kufanya vitu vingi kweli. Fikiria milioni 15 si pesa ndogo. Unaweza ukafanya biashara kubwa, unaweza ukaanzisha mradi wowote. Kama ulikuwa unafanya ujenzi, unaweza ukamalizia ujenzi wako. Kama ulikuwa huna ujenzi, unaweza ukaanza ujenzi wako. Unaweza ukafanya vitu vingi sana kupitia hii milioni 15. Lakini inawezekana ukaona sasa mimi ndo nimekosa kapata fulani. Nikwambie tu usikate tamaa. Hata wewe unayo nafasi ya kupiga milioni 15 kupitia jackpot zetu mbalimbali. Kila Jumanne, kila Alhamisi, kila Jumamosi, kila Jumapili kuna milioni 15 nyingine huwa zinatoka. Kwa hiyo chaguo ni lako wewe, lakini huko kote ni mbali. Leo hii saa 11 jioni kwenye kipindi cha The Base Show kuna milioni 1.5, na zote hizi zipo kwa ajili yako wewe Mtanzania, ili kuboresha maisha yako. Nikupe ramani, ni rahisi sana kupata fedha hizi kwa kutuma shilingi 1000 tu kwenda kwenye namba ya kampuni 2223. Ukiambiwa ingiza kumbukumbu namba, andika neno ITV au andika namba 777. Utaweka buku lako hapo, utaingiza namba yako ya siri,
utakuja kunikumbuka baadaye. Karibu sana mtazamaji. Naam, Mhandisi Yasin. Naam. Natamani kujua sasa kwenye huu ubunifu ambao umetueleza hapa wa hizi mashine ambazo binafsi umezibuni nyinyi. Bila shaka hivi vitu huvifanyi peke yako. Kwa upande wako kuna watu wako nyuma yako ambao unasaidiana nao, kwa maana sasa umewapa hizi ajira. Japo kama si za moja kwa moja, lakini wale vijana ambao pengine kama si ubunifu wako wangebaki tu mtaani na wengine wangeshawishika kuingia kwenye makundi yasiyofaa, lakini kupitia ubunifu wako hawakwenda huko wanafanya kitu cha maana. Wapo tu na namna hiyo. Ndio. Na wapo katika hatua gani au katika hali gani? Kwanza hii Tantech Machinery tuko wasimamizi au wamiliki tuko wawili. Ndio. Na ni mimi na kaka yangu. Na wote tuko hatari sana kwenye yani wote ni wa moto kwenye mashine ile ambaye anaitwa Fred Kayanda. Ndio. Kakaangu ni mtu wa maana sana. Sasa kutoka kwetu sisi chini yetu mpaka sasa hivi tunaongea tunao vijana ambao wana ajira zisizokuwa za moja kwa moja. Takriban vijana 15. Na hawa vijana ni wale ambao ametoka shuleni labda form 4 yuko mtaani. Hajui kitu chochote kile. Kwa hiyo sisi tunamchukua. Tukishamchukua atakuwa pale kwa ajili ya muda fulani wa kujifunza. Aidha atajifunza kukata chuma, aidha atajifunza kupiga msasa, kupuliza rangi. Kwa katika vile vyote ambavyo vinafanyika pale kuna sehemu moja utaona anafiti. Kwa pale anapofiti sasa ndo tunaanza sasa kumpatia kaposho. Na ni muda mfupi. Yaani hawa vijana unaoona, wewe mchukue tu mtani, hajui kitu chochote kile. Mweke pale. Kuna sehemu utaona anafiti. Kwa ndani ya muda mfupi unakuta wale vijana wameshabadilika, mtu yuko kwenye line yake, maisha yanafanyaje? Yanaenda. Lakini ndio. Hao 15 ambao wako mpaka sasa hivi. Kuna wale ambao wao wanaomba kuja kujifunza tu na kuondoka. Yaani ambao wamekuja kujifunza na kuondoka ni karibia 30. Na bure sisi pale unajifunza. Bure kabisa utajifunza kama ni kutataka kuchomelea, utataka mambo ya umeme kwa sababu mashine kwanza uunde ile body ya mashine, uunde mechanism system ya ile mashine. Kuna motor mle, kuna wiring mle. Kwa hiyo ukitaka umeme, ukitaka mambo ya bodyworks ni wewe utachagua. Na sawa. Mshaanza kufanya biashara hizi mashine ambazo nyinyi mmezibuni? Kwa mfano siweza kumenyea viazi, wauza chipsi wanazitambua? Ndio. Hizi mashine tumeshaanza kuziuza na tumeshazisambaza. Na ziko baadhi tumeshapeleka mpaka nje ya nchi. Tumepeleka Kenya, tumepeleka Kongo, tumepeleka Msumbiji. Yaani hizi nchi ukiangalia hizi zinazotuzunguka sisi Tanzania wana uhitaji mkubwa sana wa mashine. Sana. Na katika eneo la branding mko vizuri kiasi gani? Kwa sababu leo hii kuna bidhaa za nje zikija hapa Tanzania kutumika, unajua kabisa bidhaa hii imetoka taifa fulani, hii imetoka taifa fulani. Hizi ambazo mmezitengeneza nyinyi zina ubora kiasi gani, si tu kuwasaidia wale ambao wanazitumia, lakini pia kulitangaza taifa? Ukienda mtaani sasa hivi ukamwambia mtu mimi nina mashine ya kumenya viazi, hii hapa ya kutoka taifa fulani, sitaji, hii hapa ya kutengenezwa hapa Tanzania, atakwambia nataka hii ya Tanzania. Ndicho kilichoko huko na ndicho ambacho sisi tunataka tukifanye hivi. Kwamba ukiweka wewe bidhaa yako ya kutoka nchi fulani na sisi ya kwetu yenyewe tu ijitangaze. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunao uwezo wa kutengeneza mashine ambazo zina ubora kuliko hata hizo. Lakini pia tunao uwezo hizo mashine zenye ubora zikawa na bei ya chini kuliko hata hizo. Na hapo kwenye gharama hapo na eneo muhimu sana, kwa sababu sasa hivi ukipita maeneo mengi mtaani kuna viji mashine fulani hivi vya kukunia nazi. Ndio. Unavifahamu vile? Tumetengeneza na sisi nyingi sana. Kumbe tumetengeneza, ndio nakwambia Kenya wanaagiza ile mashine kutoka Tanzania kwetu. Tumepeleka Kenya mashine ya kukuna nazi. Kumbe zile mmetengeneza nyinyi? Ndio. Okay. Aisee, hongereni kwa sababu naziona ziko nyingi na inaonekana zimekuwa zina mchango mkubwa sana. Sasa hivi kina mama
Zamani walikuwa na kawaida kukaa katika vile vibao vya kukunia nazi. Siku hizi havitumiki tena vile. Havitumiki tena vile. Sasa nilikuwa najaribu kufikiria hata hizi mashine za kumenyea viazi, nilitamani ziwe nyingi kama zile za kukunia nazi tunavyoziona. Au gharama ni kubwa sana pengine? Kuna kitu kimoja alisema Gabriel. Hizi mashine unajua hata sasa hivi sisi tunatengeneza kwa pesa ya mteja. Kuna maanisha nini? Na maanisha kwamba mteja manake yeye kama anahitaji mashine atahitaji alipia 50% ndio itengenezwe, tumkabidhi ili tumfanyie testing ya ile mashine ndio akabidhiwe ile mashine. Sasa hizi mashine manake nyinyi hamna mitaji. Bado mtaji wetu hatuna. Okay. Manake nini? Manake hizi mashine kwa mfano ile mashine ya kukuna nazi unauza shilingi 200,000. Sawa. Lakini kuna mazingira fulani ile mashine unaweza kuuza hata 150,000 na ikakupa faida. Mazingira gani? Ile mashine ukitengeneza moja ukiuza chini ya 250,000 haupati faida. Lakini ile mashine ukitengeneza mathalani 50 ukaiuza 150,000 unapata faida. Kwa hiyo kubwa liko kwenye hiyo kutengeneza, yaani ukitengeneza mashine za aina fulani, kwa mfano hata za kumenya viazi. Ukitengeneza nyingi, ile cost yake inashuka, ina drop sana. Kwa kawaida ile kumenya viazi inauzwaje? Kwa kawaida ya kumenya viazi ya gunia moja kwa dakika 20 inauzwa shilingi 1,000,000. Okay. Alafu kuna gunia moja kwa nusu saa ni shilingi 700,000. Sasa hii mashine kwa mfano ukatengeneza na zile hamjatengeneza ndogo ndogo hizi za matumizi ya majumbani labda za kumenya viazi. Hizi za kumenya viazi kwa matumizi ya nyumbani bado hatujatengeneza, lakini plani yetu ni hiyo kwamba ziwepo hadi ndogo, yani mtu yuko ghetto tu anakuwa nacho pia tukiza viazi 2 3 vinamenywa yani nyumbani kwa ajili ya matumizi ya familia. Lazima hiyo ni biashara hiyo. Naam. Na viazi fulani ndio nataka nitoe zangu chips yai. Yes. Kwa hiyo tuko kwenye inawezekana. Okay. Yaani inawezekana kabisa. Hizi mashine za kukamulia miwa kwa sababu na pia na nyinyi biashara ambayo ni maarufu sana mitaani. Hamjafikiria kutengeneza zile? Mashine za juisi ya muwa sisi tumeshazitengeneza nyingi sana. Yaani na hata ukiangalia bei ambayo sisi tunafanya iko chini tofauti na sehemu zingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu vipuli vingi tunavifabricate sisi wenyewe. Utaona zile mashine kuna zile rola zile zinazokamua ile juice. Zile rola mtu mwingine anatengeneza inabidi akazinunue. Lakini sisi pale tuna jiko la kuyeyusha chuma. Kwa tunayeyusha sisi wenyewe ili kupunguza zile cost. Kwa hiyo Mhandisi Yasini, naam, unanithibitishia kwa hivi vitu ambavyo nyinyi mmevibuni na mnavitengeneza faida ipo na soko lipo sana. Yaani mimi ni kwa mfano nikisema leo hii naweka pesa yangu kwenu, tutengeneze mashine tufanye soko, biashara ipo na faida itapatikana, unakuwa tajiri kabisa. Nakwambia kwa sababu gani? Mimi nitakupa mfano mmoja mdogo sana. Ndio. Chukua mfano China. China wana jimbo zima ambalo lina viwanda, lakini bado zile mashine wanazozalisha hazitoshi. Tanzania sisi hapa ni njia, tuna nchi nyingi ambazo zinatuzunguka. Yaani acha tu soko la ndani. Soko la ndani bado huwezi kulitosheleza. Yaani sisi tukisema kwamba tutengeneze tu mashine za miwa peke yake, soko la ndani ni kubwa sana, lakini tuna nchi ngapi zinazotuzunguka? Na ndio maana hata katika matangazo tunaenda kwa limit, kwa sababu tukifanya matangazo makubwa tutashindwa, sisi hatuna uwezo wa kuzalisha hizo mashine nyingi. Kwa hiyo soko lipo. Sasa nini kikwazo? Kwa sababu mimi naamini kama mkiwa na andiko zuri naweza mkapata mtaji hata kwa njia ya mkopo kupitia taasisi mbalimbali za kifedha, ili sasa mkatengeneza mashine nyingi. Maadamu soko lipo, bila shaka hata kama kuna mkopo umefanyika utaweza kurudi vizuri tu. Ni kweli, lakini kuna kitu kimoja ili uweze kusaidiwa basi uonyeshe, yani uonyeshe kwa sasa hivi hamjaonyesha chochote. Naenda huko naenda huko. Yani ili uweze kusaidiwa uonyeshe basi kwamba kweli unasaidika, la kwanza. Lakini la pili sio swala tu la kwenda kuchukua mkopo. Kwa mfano sasa hivi sisi Tantec sehemu ambayo tupo ni padogo sana. Hata ukisema kwamba uende uchukue mkopo uzalishe mashine labda nyingi,
utazihifadhi wapi wakati unasubiria kuzisambaza kwa wateja. La kwanza. Lakini jambo la pili, haya mazingira ya kuwafikia wateja, kwa hiyo lazima vitu hivyo uviangalie kabla. Lakini kuna kitu ambacho serikali imekifanya sasa hivi, hii wizara ya vijana. Sasa hapa ndo mahali petu, na nimeshaona waziri kuna mambo makubwa ambayo anayafanya. Kwa hiyo litakuwa rahisi sana kwetu sisi. Kwa hiyo unaona kuna mwanga huko tuendako. Upo, yani muda si mrefu tarudi hapa Tanteki kama kampuni kubwa ambayo ina vijana ambao wamepata ajira humo zaidi hata ya 1000. Okay. Hivi mhandisi Mwinyekule, sasa hivi unafanya nini? Umeniambia katika zile gari moja iko chuoni pale NIT. Ndio. Hizi mbili ziko wapi? Mbili, kuna moja ipo kwangu. Mbili zipo NIT. Moja unayo mwenyewe. Kuna moja ambayo, kuna nyingine ambayo nilipata ufadhili kutoka Costech. Ndio hiyo ya pili. Ilibaki nayo NIT. Lakini hiyo nyingine ndo ambayo nayo kwangu. Kwa hiyo kwako inafanya nini? Hapo GJ Creativity sasa. Sasa si ndo naanza sasa kujijenga. Yaani iko kwako kwa maana unaitumia wewe mwenyewe safari zako au inafanya nini? Imepaki tu. Hii ya tatu ni kwamba yani bado haijawa rasmi, ila inaelekea kwenye ukamilifu sasa. Unaona, kwa hiyo bado naendelea kufanya setting hizi na hizi, kwa sababu kwa kipindi gari ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwa kuna challenge nyingi ambazo nilizipata. Kwanza kuna mambo ya uzito, unaona, kuna mambo ya price kama ulivyokuwa unasema hapo. Alafu kuna mambo sasa ya demand, lazima ujue unahiti wapi. Kwa sababu huwezi ukatengeneza tu ili mradi, lazima ujue hapa naenda kuhiti wapi. Labda sasa hivi labda na target niingie wapi? Labda niingie sehemu fulani, labda wapi? Labda airport pale. Labda niingie wapi? Yaani vitu kama hivyo. Unaona? Na target gari ambayo unaona hii inaweza ikasaidia, au inaweza ikasaidia kubeba mizigo sehemu fulani kama pale Kariakoo. Unaona? Hivi kama hivi viguta hivi una target hivyo. Kwa hiyo sasa ndo sehemu pia naendelea kujijenga ili tuweze kufikia huko kwenye production. Sasa issue ambayo inafanya sasa unakuta uendi kwa speed ile ambayo mwafaka, ndo kama hivyo mtaji unakuwa hauko sawa. Lakini sasa kama tungekuwa na mtaji, ina maana hata hizi pikipiki, hizi bajaji, haya maguta, hivyo vyote vichese tunaweza kutengeneza vizuri kabisa. Yaani ukiona guta hapo barabarani tunaweza kutengeneza. Ukiona pikipiki ile chuma yake naitengeneza na iformulate kabisa. Kwa hata kama ikitokea unabadilisha soko, watu wakawa wanaleta tu engine Tanzania, then hizo chassis tunazitengeneza. Yaani nikichukua ile chassis, ukinipa muda wa siku 3 naweza nikakutengenezea nyingine na tukaichora vizuri. Na hapo umezungumza vizuri Mwinyekule. Mtazamaji, una nafasi pia na wewe kushirikiana nasi sasa hivi. Unaweza kunipigia kama utakuwa na swali, una maoni. Huu ni muda wako. Nambari ni 0767444701. Ukitazama chini runinga yako hapo namba yetu utaiona. Ni 0767444701. Tupigie swali lako, maoni yako. Mainjinia ninao studioni hapa. Umezungumza kuhusiana pikipiki. Unajua sasa hivi bodaboda zimekuwa nyingi sana, lakini pia zimekuwa ajira. Ndiyo. Kwa vijana. Ndio. Hujafikiria kutengeneza bodaboda? Kwa sababu unaona kama kwenye gari, unaona kama mambo ni mengi. Mpaka sasa hivi una gari 3 tu, tena sio 3, kama 2.5 tuseme. Kuna hiyo moja umesema bado unaendelea nayo. Ndiyo. Nahisi kama utengenezaji wa bodaboda ni rahisi mno kuliko gari. Nadhani hivyo. Hujafikiria kutengeneza zaidi bodaboda ambazo pengine zinaweza zikaingia kwenye soko haraka, ukapata wewe soko, lakini hata vijana wakajiajiri kupitia hizo bodaboda unazozalisha wewe? Hiyo ni moja kati ya option nilionayo. Kwa mfano na vifaa vya kutengeneza bodaboda za umeme za kuchaji.
navyo tayari nishavinunua, kwa nimeviseti pale, vipo ambavyo sasa ni moja kati ya malengo ambayo nataka ni practice, kwa sababu hivi vigutaguta vya kuchaji vya umeme, ile chuma yake ile chassis ni rahisi sana, unaona. Afu hii bodaboda hizi chassis zake ni rahisi sana, yani rahisi sana, yani kwamba engine ikiagizwa tu uko nje ya nchi, ikifika hapa ni rahisi sana kuformulate, kwa sababu kutengeneza engine ni ngumu. Kutengeneza engine si ngumu. Kwa nini iagizwe nje? Engine inaagizwa nje, unajua kwa mwanzoni kuna baadhi ya vitu lazima uadapt. Kadri muda unavyozidi kwenda ndio unakiondoa kimoja kimoja. Tuna msikilizaji kwenye line. Yeah. Ndugu yangu Zuberi kutoka Arusha, habari za jioni. Salama ndugu yangu bwana Osman Suleiman Doctor. Habari ya studio ni safi bwana, karibu sana kutoka hapo Elboro Arusha. Swali lako, maoni yako, ninao wahandisi studioni hapa. Nashukuru ndugu wangu, nimewasikia wahandisi, kwa kweli wamejipanga, ni jambo jema kabisa. Ni kweli unaongea hapa kwanza na Zuberi Rashidi, kipenda sana ni baba Jafari. Unajua baba? Ndio, najua. Sawa. Nimewasikiliza. Huyo wa kwanza, wa pili, wa tatu, wote nimewasikiliza. Kwa kweli nimependa mada nzuri. Sasa kuna mambo kama mawili ninataka kujua. Kuna huyu bwana ambaye amezungumza kwamba soko kwake sio shida, lakini ameupiga mwingi zaidi kwa sababu yeye kwanza anapambana na bei, anapambana na ubora, ameongea kila kitu. Wakati amezungumza kidogo changamoto labda bidhaa kutoka China na kadhalika. Sasa mimi napata wasiwasi. Kuna swali umemuuliza hapo kwamba kwenye ubora vipi. Sasa mimi mara nyingi kabla ya kwenda kwenye swali, si muhimu sana wa kuzuia bidhaa hizi ili uuze za kwako. Yaani changamoto, usitatue changamoto kwa kuzalisha changamoto. Kwa sababu unaweza kuzuia zile bidhaa, alafu pia watu huko wakapata shida. Unapambana na soko kwa namna gani? Unapambana na soko zenye ubora na bei ya chini kama alivyozungumza kiongozi. Sasa mimi napata mashaka kwamba sasa wamejikitaji kwamba yani swala liko kama ni kwenye labda gharama. Ni kwa nini sasa wasiongee? Yaani siamini katika labda sijui nikwambieje. Yaani mamlaka wanaohusika kwamba labda gharama ziko juu kwenye mambo labda ya kikodi wanaochu na kadhalika. Ni kwa nini wasikae kuliko kulalamika sasa kwamba labda bidhaa hizi ziko nyingi zisiingie? Ni kwa nini wasiombe wahusika labda wakaangaliwa kwenye masuala ya kikodi? Sababu mara nyingi ukiongea na watu wadau hapo wanakuambia hata kodi kubwa na kadhalika. Ni kwa nini wasiongee na watu wa kikodi wa kuhakikisha kwamba labda hizi bidhaa kweli zinashuka chini kwa muktadha huo? Lakini la pili, kwa kiongozi mwingine hapo amezungumza na amekuhamasisha hata kwamba ni utajiri, kwamba sio shida. Sasa bado naelewa kwamba watu ni kwa nini sasa taasisi hizi za kifedha, kwa sababu hapo labda shida ni una nyumba, sio uwekeze nini, na wakati mtu anaanza kujitafuta. Ni kwa nini sasa watu wanaohusika kama wizara na wanaona, sijui imekakaje, lakini na wanaona watu sio kushika mkono, kwa sababu tuko kwenye wimbi kubwa la vijana hawana ajira, lakini amezungumza kuna watu wanapitia kwake bila ada yoyote. Ni kwa nini bwana Ochu, labda natumia muda mwingi kujieleza, lakini nachelea kusema kwamba ni kwa nini wasiongee na wizara husika wakawashika mkono kuhakikisha kwamba wanapambana, kwa sababu kazi yao ni nzuri bwana Ochu. Sasa mimi sitapata mashaka kwamba hakopesheki, wizara wanaona imekakaje hapo, hawana mawasiliano na wizara. Labda wakakaa chini wakaona kwamba kwa sababu kuna wizara inahusika, wakaona wakawapeleka hiyo sehemu na nani, hao ndio wakaenda kwenye mabenki au taasisi zozote za kifedha wakawashika mkono kuhakikisha kwamba wanawasema anatimia. Sababu kama soko liko, bidhaa hizo wana ubora wa kutengeneza. Iweje leo mafremu ya pikipiki kama alivyosema kijana hapo kwamba wanaagiza kutoka China? Hizi sio fursa tunazitaka, tunataka viwanda viwe vingi. Kama wapi kuna jimbo moja kule China wanaita sijui wapi pale. Ni kwa nini sasa watu wanateseka na mnao kushika mkono? Bwana wote. Nakushukuru Zuberi Rashidi. Asante sana. Yako mengi ya kuongea sana, lakini ndugu yangu watu wanatesekaje na wakati tunataka Tanzania viwanda. Asante sana. Hizi zipo. Zuberi Rashidi bwana kutoka Arusha. Naam, mtazamaji wetu anaitwa Zuberi Rashidi. Yuko Elboro Arusha, bila shaka amemsikia maoni yake. Anasema bwana engineer Sini, ulisema hapa kwamba utajiri upo. Kwa nini mnakosa mitaji? Hamkopesheki? Taasisi za fedha ziko nyingi sana, kwa sababu kama eneo ni ulisema pale, hata pale mlipo sasa hivi ni eneo dogo, hata ukizalisha mashine nyingi unasema kuziweka, ina maana mnashindwa kukopesheka mkapata eneo kubwa mkazalisha bidhaa nyingi. Kama nilivyosema kwa mwanzoni ilikuwa kuna ugumu, lakini kwa sasa hivi
kuna wepesi na kuna process ambazo tayari tumeshaanza. Ninaamini mambo yatakuwa mazuri. Yaani kwa sasa hivi sio kwangu tu, kwa wabunifu karibia wote mambo yatakuwa mazuri. Okay. Kwa hii wizara ambayo imefanya imeanzishwa na inafanya kazi kweli. Na hivi Lwangisa, kuna namna ambavyo unaweza mkazungumza labda na mamlaka, aidha vile vifaa ambavyo nyinyi mnalazimika kuvinunua vikatolewa aidha kodi, kukaa kuna punguzo maalum kwenu nyinyi, ili sasa mwisho wa siku na nyinyi mzalishe kwa gharama ndogo, lakini pia sokoni ununuzi upate kwa gharama ndogo, na mfumo ndio uamue soko kwamba napata bidhaa yenye ubora lakini kwa gharama nafuu. Automatic zile za nje sisi nunui. Tunachokuwa tunaongelea sisi kama sisi wabunifu, hatujui kule kwenye wale wenye mamlaka, lakini kama wanatuelewa tunachokiongea, na malengo yetu ni kwamba tuwe na Tanzania yenye viwanda. Naona ili kusudi tuwe na Tanzania yenye viwanda, lazima ule uwekezaji wa ndani tuulinde kwa gharama yoyote. Maana mpaka sasa hivi unaweza ukajikuta nafungua duka leo, lakini kesho naambiwa kwamba tufanye tathmini ya jinsi ya kulipa kodi. Wakitulea tukaenda, sisi ndio walipa kodi wa kesho. Kwa kuna pengo sehemu kutoka kwenye mamlaka bilioni. Inawezekana lipo ila au halipo, ila wakituweka wazi kwamba jameni, kazi yenu ni hii. Sisi sio wababaishaji, na sisi lengo letu ni kwamba tuweze kuipushi serikali na tuweze kupushi ajira kwa vijana. Kwa hiyo kama mnatengenezewa mazingira rafiki kwenu nyinyi kufanya hizo kazi zenu, mna uhakika mnaweza mkapiga hatua kubwa sana nyinyi binafsi na Watanzania wengine. Yaani tunaweza kupiga hatua. Mfano, ubunifu ni kitu kigumu sana kama nilivyosema awali. Una trial and error. Yaani unaingiza unatoa hasara. Lakini serikali mwanzo ilituamini hivyo hivyo tu, giza. Ikasema haya hata tuwape. Lakini wameona hata ukikosteki ambao walitusimamia wameona kwamba tumefikia hatua gani. Ndio. Naona. Kwa hiyo licha ya kutubeba na sisi tunabebeka pia. Sawa. Mhandisi mwenye kule mwanzoni nilikuwa nataka kufahamu kuhusiana na ujenzi wa kufikiria au kubuni utengenezaji wa bodaboda. Ukasema hata zile vitoe ambavyo tunaviona vingi sasa vinabeba mizigo Kariakoo, kuna maeneo mengine vya umeme. Ndio. Umenithibitishia kwamba hivi ni rahisi sana kuvitengeneza. Ndio. Sasa kama vinaagizwa kutoka nje ya nchi, nini kinasababisha vishindo kutengenezwa hapa na wataalamu kama nyinyi mpo wabunifu? Yeah, of course challenge kubwa ni mitaji. Challenge kubwa ni mitaji. Unategemea mtaji upate wapi? Mtaji nyingi ni kwamba kikubwa ni kwamba tutaendelea kuanzia hapo. Tuna mtazamaji kwenye line. Tumaini, habari za jioni. Salama za kwako? Nzuri, habari za Geita? Nzuri, nimefurahi kushiriki kipindi hicho. Asante, karibu. Nzuri, habari za kwako? Salama sana, karibu bwana Tumaini. Swali lako, maoni yako? Maoni yangu ni kwamba nimegundua jamaa presentation iko nzuri maengineer. Lakini hofu yao ni kuogopa kwamba serikali itakuja kugeuka, lakini sio kweli. Ni kwamba hawakuwa na uzoefu labda wa kukaa kwenye vikao vile vya mainjinia, labda kwenye vikao au vya wafanya biashara wengine. Kwa hiyo kwa jinsi walivyo, kwanza niwape pongezi. Hadi kufikia hatua hiyo sio kidogo, na kuanzia sasa hivi kwa jinsi walipo hapo, wanatakiwa yani waende sasa na hiyo memorandum moja kwa moja, kwa sababu hata hicho kiasi ambacho walichonacho una uwezo wa kuanza na kimoja, kwa sababu marketing sio kitu kidogo. Na bahati nzuri wana ofisi. Kwa mtu akishafika, na hata wafanya biashara wengine au mainvestor wengine kutoka nje,
akianza kuwa supplier huwa kuna asilimia, kama nilivyopenda kwa huyu mmoja aliyesema wanapokea 50% before supplying. Hiyo ni kawaida hata international. Na bahati nzuri na experience na mimi nimefanya kwenye kampuni kadha wa kadha. Kwa hiyo mteja wako unampa muda, ni lini anahitaji, anakulipa in advance. Ukishakamilisha ndo anamalizia ile iliyobaki. Kwa hiyo wako vizuri kwa kweli. Kwa hiyo waanzie hapo walipo. Asante sana. Nashukuru. Tunakushukuru sana mtazamaji Tumaini kutoka kule mkoani Geita. Maoni ni mazuri na bila shaka mmepokea. Naam, mwenye kule ulikuwa unaendelea kuzungumza kabla tujapokea hii simu. Ndio. Ya changamoto kubwa inakuwa ni mtaji. Sasa unakuta kuna age ambayo umefikia, inabidi uwe na familia, ufanye nini, ufanye majukumu haya na hapa na pale. Sasa unakuta kumanage vile vitu vyote inakuwa vigumu. Sasa kwa mfano kwenye kufanya ubunifu, hasa hizi kwa mfano kwenye kufanya ubunifu kuna vitu vya trial and error. Sawa, lazima ukubaliane navyo. Alafu kingine kuna ile assembly line, mfumo wa uzalishaji, unaona. Alafu ukitoka hapo utoe hiyo manufacture, utoe hiyo product. Ukitoka hapo uende kwenye standard. Unaona? Ukishaenda kwenye standard kitakachokuwa rejected, uzuri wake sasa hivi TBS wametoa standard za haya magari. Ukitaka kutengeneza hichi unaenda unanunua tu standard pale. Kwa hiyo ukirudi workshop unatoa kitu ambacho kinaendana na viwango. Kwa hiyo ukifika pale, yani sasa umeenda kuchukua majibu, alafu kirudi na mtihani unakuwa umepasi. Sasa kuna procedure hizo, manake kitu kikienda kikipita standard, manake wewe huko una assembly line. Wewe mtu ukiwa pale kimepita pale TBS, kimepita mtu anakuambia nataka hivi 20. Unaona? Alafu hauna hata assembly line. Ukienda kutoa utatoa kitu cha aina tofauti, akifanani na kile ambacho umepeleka pale. Kwa hiyo awali kwamba kile ambacho natakiwa kukiandaa, ina maana nikishakiandaa, nimekiformulate, nimekitengenezea mfumo wake kabisa wa uzalishaji. Hatua hii, pati hii inatoka hivi, inatoka hivi, inatoka hivi. Nikienda pale wanasema hapa umezidisha urefu, narudi tena workshop na adjust pale, nakuja hapa narudi tena. Ikitiki ile nikija tena kesho akipima ni mule hawezi kupotea. Na sasa hivyo vitu vyote kwanza unahitaji upate uwanja at least hata square mita 400 kwa kuanzia. Unaona, unaweza kupata uwanja, ukapata hata container labda 40 feet hata 2 hivi, ukatengeneza system yako pale, tena ukaformulate sasa hiyo assembly line kwamba hapa mimi urefu chassis itakuwa hivi. Sasa vile vitu, zile procedure zote zile unafanya kwa awali. Utatafuta mashine za kubendi, utatafuta mashine za kukunja. Sasa unakuta vile vitu, unakuta mashine tu $150,000. Ukija sui less mashine $70,000. Ukija sui container, sasa hivi container juzi niambiwa $10 na ngapi, 12. Container tu hiyo labda unaweka tu ofisi yako ndogo. Sasa unakuta ukifanya summation yote ya vitu vyote hivyo, sawa, unabaki tu unaviangalia vitu hilo, unaona hivi naviweza. Lakini hata leo hii mimi nishaifanya kazi Vehicle Inspection Center pale NIT. Unaona, nimefanya import inspection TBS, tena kwenye vitengo muhimu vya ukaguzi wa magari. Hii mwendo kasi unaiona ya blue ni square pipe zile. Kuna square pipe, kuna marine board mule, kuna bati. Yani sio kwamba ni complex. Ukiangalia chini kule unakuta square pipe zimekuwa aligned mule. Yani
yani na engine imekaa vizuri, yani ni vitu ambavyo tunaweza tukafanya. Na miaka ya nyuma hapa, kabla hizi gari za Kichina hazijaja hizi, kuna gari ambazo Watanzania walikuwa wanatengeneza kabisa, wananunua engine za Scania, wanatengeneza chassis, wanaunda kabisa na kuwa basi inaenda mkoani. Wapo, na mimi nawafahamu, nishaenda kwenye hizo workshop nikaangalia, nikaona kabisa gari inakamilika kabisa, inakuwa kuna baadhi ya kampuni sasa uweze ukazita. Nakuelewa. Yeah. Kwa hiyo roughly tu ukipata kama milioni 500 hivi unaweza ukafanya kitu vizuri sana. Okay. Yeah. Na faida ikapatikana. Na vizuri sana. Miongoni mwa watu ambao wanafuatilia kipindi hiki ni pamoja na wafanya maamuzi kwenye taasisi za kifedha. Kwa hiyo mtaji huu unaweza ukalipwa na biashara ikafanyika. Vizuri. Hongera sana. Engineer Lwangisa, natamani kujua sasa mtazamo wako ni upi katika siku zijazo kwenye hiki ambacho umekibuni? Mtazamo wangu mimi ni kuwa na kiwanda kikubwa. Mtazamo wangu ni kusupply bidhaa yangu Tanzania na nje ya Tanzania. Mtazamo wangu ni kuona vijana wenzangu wanajikwamua kwenye ajira. Ndio. Mtazamo wangu ni kuona kwamba tunayatunza mazingira kwa kutumia nguvu zetu wenyewe. Okay. Sasa hivi bado uzalishaji wa bidhaa zenu unaendelea au umesimama? Uzalishaji unaendelea. Unapatikana wapi? Tuko DIT. Hapa pale DIT. Pale DIT. Lakini uko kwenye tunasema scale level. Ya tuko kwenye kiwango kidogo cha uzalishaji. Kwa hiyo wale vijana ambao wanaokota chupa hizi za plastiki barabarani ni wadau wako muhimu sana wale. Hao ndio wadau wangu. Kwa sababu zile kwa kweli ndio raw material, ndio malighafi. Ndio. Sawa, labda kwa mtazamaji, kuna mdau pengine anafuatilia kipindi anatamani na yeye aeke nguvu kwa Engineer Lwangisa kutoka DIT, anakupataje wewe hata kama kwa mawasiliano na kadhalika? Kwa namba yangu ya simu 0782 15 79 81. Namba yangu ya Voda 0757 43 73 90. Niko Dar es Salaam Institute of Technology. BBT. Kwa hiyo kupitia namba hizi mtu anaweza kawasiliana na wewe moja kwa moja kwa maoni, ushauri na kila kitu. Asante sana. Engineer Yasin Sanga. Nini unakiona mbele kwenye hiki ambacho mnakifanya, kwenye hizi bunifu zenu na hizi mashine ambazo mnazitengeneza? Na ubunifu unaendelea au umesimama kutokana na sababu mbalimbali? Ubunifu kwa maana uzalishaji wa zile mashine ambazo mmezibuni nyinyi. Uzalishaji unaendelea. Lakini malengo yetu sisi Tantec ni kuwa na kiwanda kimoja ambacho kinazalisha mashine nyingi. Ndio. Mfano, yani katika eneo moja tukichukua mashine ya kukuna nazi uliosema, ile inaweza kuajiri mpaka vijana 100-200. Yani kwamba sasa nyinyi mtakaa hapa, tumesha train, mtatengeneza mashine ya nazi tu. Tutazisambaza Tanzania na nje ya Tanzania. Nyinyi mtakaa hapa, mtatengeneza mashine ya kukamua juisi ya mua tu. Nyinyi mtakaa hapa, mtatengeneza mashine zinazohusu madini au uchimbaji tu. Nyinyi mtakaa hapa, mtatengeneza labda mashine zinazohusu masuala ya kilimo tu. Hiyo ndio vision yetu na ndio malengo yetu, kwamba tuje tufike huko. Na mnapatikana wapi ulisema? Tupo Mbezi, Magufuli, Luguruni. Yani mtu akifika pale Mbezi moja, akifika tu pale Luguruni, bodaboda yoyote atakayemuuliza nipeleke Tantec wanakotengeneza mashine, bodaboda yeye anamleta. Mnapatikana kwenye namba gani? 0755 04 15. Naam. Naomba tuirudie. 0755 04 15. Naam. Asante sana bwana. Naam. Lakini pia katika mitandao ya kijamii yote. Ndio. Ukiingia YouTube, Facebook, wapi, andika tu Tantec Machinery
utaona taarifa zenu zipo pale. Utaona mashine zetu zote, baadhi tuseme nyingi ziko mle ambazo tumesha tengeneza. Asante sana. Na kwako mhandisi Gabriel Mwenyekule. Ndio. Mimi natamani kujua unapatikanaje, na pia hili swali muhimu natamani waulize wote. Uzalishaji wa bidhaa ambazo umezibuni mpaka sasa hivi unaendelea au umesimama kutokana na taarifa sababu mbalimbali? Naendelea, lakini sio kwa speed ile inayotakiwa. Kwa hiyo nikiwa vizuri kidogo kiuchumi, na maana kama kuna kitu nanunua naendelea pale nilipoishia. Lakini sio kwa ile speed rate ile ambayo inatakiwa. Okay. Yeah. Kama kuna mdau pengine anahitaji kukushika mkono, ndio mwende wote mbele kwa pamoja, unapatikanaje? Yeah, mimi nipo Tabata Mwananchi. Ubungo. Wilaya Ubungo, Tabata Mwananchi. Ndio. Yeah. Unaweza kunipata kwa mawasiliano 0656 0656 00 42 41. Yeah, kuna ingine Airtel 0686 0686 60 71 51. Yeah. Kwa hiyo kama mambo yakienda vizuri tunatengeneza ndinga hapa Dar es Salaam Tanzania. Yani kwa muda mwafaka. Kwa sababu sasa hivi ni kwamba yani bidhaa yoyote ili kuiondoa sokoni lazima, yani ili uondoe lazima uangalie standard ambayo iliyopo pale na ya kwako ifanane. Unaona? Kwa ukicheza na standard uangalie na je ina favor, kwa sababu watu wanachoangalia wanaangalia price, unaona, wanaangalia maintenance, unaona, maintenance cost, wanaangalia na ile performance. Sawa. Unaona? Yeah. Asante sana. Mtazamaji, huyo ni mhandisi Gabriel Mwenyekule. Yeye ni mhandisi mbunifu kutoka GJ Creativity Corner. Tulikuwa naye hapa na namba zake za simu amezitaja hapa vizuri kweli kweli. Unaweza kuwasiliana naye, kushauriana naye, kushikana mikono kwa namna gani mnaweza mkapiga hatua kwa pamoja. Lakini vile vile nilikuwa na engineer Yasin Sanga kutoka Tantec Machinery, na vile vile mambo mengi tumezungumza hapa, na hali kadhalika ameeleza namna ambavyo yanapatikana. Unaweza kumpigia mkono namna gani mnaweza mkaenda wote kwa pamoja, sambamba na mhandisi Abdul Bastwa Luangisa kutoka DIT, na vile namba zake za simu amezitaja hapo. Unaweza vile ukamtafuta kwa ajili ya kushauriana, kujenga kwa pamoja ili kusonga mbele kwa pamoja kuhusiana hivi ambavyo anavifanya. Mtazamaji, nawashukuru sana kwa kuungana nami kwenye kipindi hiki cha Meza Huru Jumatano ya leo, lakini wahandisi wangu asanteni sana kwa kuja. Nadhani tutaendelea kushirikiana kwenye hivi vipindi mbalimbali kwa lengo la kuwafahamisha Watanzania hatua ambazo mnapiga. Karibuni sana wakati mwingine. Nikushukuru mtazamaji kwa kutazama kipindi hiki cha Meza Huru, lakini zaidi nikushukuru ambao umekaa mbele runinga yako kufuatilia matangazo haya kwenye runinga yako, lakini hata kupitia YouTube channel yetu. Mimi ni Othman Suleiman kwa niaba ya Damdel Ndunguru, mtayarishaji wa kipindi hiki. Tunakutakia jioni njema. Kwaheri.